الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 11 katika surati Al-Muzammil. Khitabu Allahi azza wa jal muwajjaha ila nabiyyihi al-karim Muhammad bin Abdillah bisabri wa tahammuli al-adha wa i'rad an adha al-mujrimin. Khitabu ambayo Allah tabaraka wa taala ameifungulia aya hii akielekeza kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kumliwaza na kumtia moyo. Allah anasema wadharni walmukaththibina uli na'ma, niache mimi pamoja na wale wenye kukadhibisha amri za Allah na amri zako, uli na'ma, wenye neema na maisha mazuri kupitia neema hizo walizopewa, ndiyo maana wakakadhibisha kuona kwamba ni hadithi tunazozieleza. Kwa hiyo niachie mimi hao uli naama, ambao ni wenye neema za mali, wenye neema ya kimaisha. Wamahilhum qalila, na wape muda mchache katika zile fahari zao, katika kujiona kwao, basi wape muda mchache tu. Baada ya muda mchache utaona namna gani ambavyo yatawakuta yale aliyowaahidi Allah tabaraka wa taala na waliokuwa wakiyakadhibisha. Aya hii kama tulivyoelezea katika darasa lililopita, aya hii Allah tabaraka wa taala anamweka sawa mtume wake baada ya kumpa kinga ya namna ya kuishi na wabaya wake katika ulimwengu. Tulizungumza katika darasa lililopita, baada ya Allah kumpa hirizi ya kujikinga nayo na wabaya wake katika ulimwengu. Kumbuka aya zilizopita, Allah alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada mambo mengi huko, kwanza alimpa
kinga ya kuzidisha ibada za usiku. Siwataka hirzi wewe, ili wale wabaya wako washindwe kukufikia na mabaya yao, basi jitahidi kutengeneza mahusiano yako na Mola wako wakati wa usiku. Ya ayuhan nabii, ya ayuhal muzammil, qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila inna laka bin nahari sabhan tawil. Yote hii ni Allah tabaraka wa taala aya hizi kujenga uzio, kumjengea mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ili wale watesi wake na maadui zake wasimfikie. Kwa sababu atafikiwaje wakati amejijengea hifzi ya kumuhifadhi na maadui yake kupitia kwa Mola wake tabaraka wa taala? Ukitaka kumsogelea, wakutana na majeshi ya Allah yamemzunguka kwa swala za usiku, kwa funga za mchana, kwa ibada za mchana na usiku. Ile ni hirzi ambayo inamkinga mtu na baadhi ya yale matatizo yaliyokusudiwa mabaya kwake yeye na walimwengu na majini. Lakini isitoshe hilo, Allah akajaendelea kusema, nafikiri tulizungumza katika darasa lililopita, akamwambia wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila, litaje jina la Mola wako, ni zile la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, au subhanallah wa bihamdi subhanallahu alazim. Ndio hiyo wadhkur isma rabbika, ni zile la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ndio hii wadhkur isma rabbika, ni zile ambazo unasema Allahumma inni as'aluka kadha, wakati wowote unataja jina la Mola wako. Lile jina la Mola wako na zile swala za usiku ulizokutana na kuzungumza na Mola wako, hivi vyote itakuwa ni uzio, ni hirizi kwako, maadui zako, watesi wako hawezi kufikia. Kwa hiyo baada ya kumpa kinga mtume wake namna ya kuishi na wabaya hapa ulimwenguni, ukitaka mbaya wako akushindwe, basi tembelea kwenye haya aliyoelekezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wabaya wake walimshindwa. Watu wa Makka, tulizungumza nafikiri bunge lililofanyika katika Daru al-Arkam, katika bunge la Makka pale, tumeelewana. Katika jambo walilolizungumza mojawapo ilikuwa ni kutaka kumuua nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala siku moja akamkumbusha mtume wake, akamwambia wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, watu wako walivyokukalia vikao pale Maka kwa lengo la moja katika mambo matatu. La kwanza, walitaka wakudhibiti, uache zile dawa, zile harakati zako za kufanya masanamu yao kwamba ni mchezo wa kuigiza, kuwafanya wao wazee wako wa Maka ni watu vipofu wasiokuwa na macho, ni kuwafanya wazee wako wa Maka ni matahira, hawana akili, eti kwa sababu wanaabudu masanamu. Jambo hili liliwachukiza mpaka wakaamua sasa watafute mbinu ya kukudhibiti, uachane kuwasema vibaya miungu yao. Na ni kweli ilitokea hilo. Walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia Muhammad, sisi tunajua kinachokusumbua wewe, ndiyo maana miungu yetu wewe siku zote wasimamia vibaya. Sasa mwana wetu, sisi tumekaa wazee wako hapa Maka, tukafikiri kama wewe kinachokusumbua ni mali
jama'ana almal wa ja'alnaka aghna an-nas fi Makkah, tutakusanya mali tukupe wewe, alafu hapa Maka yote itakuwa mtu hana mali zaidi ya wewe. Wewe utakuwa mwenye mali nyingi kuliko sote. Wa in kunta turidu al-jah, ikiwa wataka heshima, sisi tutakubaliana kwamba hapa Maka tusifanye jambo lolote mpaka wewe utoe amri. Kama wataka mwanamke mzuri, sisi tuambie wazazi wako, tutafute mashariki na magharibi, tutafute mke mzuri kuliko wa yoyote sisi watu wa Maka, tukuozeshe wewe, ili utulizane na hizi habari zako, utuachie miungu yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasikiliza mpaka walipomaliza, ambia faraftu, mmemaliza hoja zenu? Akamwambia na tuwasikiliza kwako sasa. Akamwambia inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume kutoka kwa Allah, nimeletwa kwa nyinyi. Sikuja tafuta mke, sikuja tafuta cheo, sikuja tafuta mali. Mipango yao ya kudhibiti ikawa imekufa. Wasichoke katika hilo, wakamfuata ami yake, wakamwambia sisi tumekuja na kijana chetu hapa tukukabidhi wewe, kikutumikie, kiwe ndio kitoto chako. Wa aslimu ilaina na akhika linakula, na utupe mtoto wa ndugu yako tukamuue. Mzee Abi Talib akaona hii sasa nipiga mabaya, mimi niwape mtoto wangu mkamuue, nyinyi mnipe mtoto wenu nimlee. Nyinyi kweli wazee wenzangu hamna maarifa. Wakaondoka wakakatamana. Kwa hiyo plani ya kwanza ya kumdhibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa imekufa, haikuzaa. Walikuja na mihawalati mengi chungu mzima. Baadaye ikaja rai pale kwenye bunge kwamba atolewe Muhammad Maka, amekuwa ni kero. Rai hii pia haikuleta nguvu, kwa sababu wako waliosema mkimtoa hapa Maka, huko anapokwenda amjui atapokewa vipi. Aweza akapokewa huko akapata wasaidizi ambao wataunda jeshi, watakuja tushinda sisi watu wa Maka. Sisi tuone hiyo sio rai nzuri, huyu auawe. Rai hii ilikubaliwa na wote, akiwemo Iblis laanatullah, alihudhuria kashehi Najd, alihudhuria kama mtu mzima kutoka katika sehemu za Najd nje ya Maka. Kwa hiyo haya yote walioyakusudia ya kumtoa, kumdhibiti, kumuua, Allah siku moja alimkumbusha, ndio akamwambia wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Muhammad, wewe ni nini bwana, umeshasahau? Kumbuka watu wako wa Maka walipoweka vikao wewe wakudhibiti, wakuue au wakutoe Maka. Wayamkuruna wayamkurullah, wakawa wanafanya kila aina ya hila, na Allah akazipangua ila zao. Wallahu khairul makirin, Allah yeye ni bingwa wa kuzipangua ila. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, sasa wabaya wako ishi nao hivi. Baada ya kupewa kinga na Allah tabaraka wa taala, ndipo Allah alipokuja sema maneno haya baadaye, akamwambia wadharni walmukaththibina, hao hawezi kukudhuru chochote, hao washirikina, niachie mimi na hao wenye kukadhibisha, niache mimi na hao wenye kukadhibisha. Ulinama, wenye mali mbalimbali, wenye neema mbalimbali za mali, wa mahilhum qalila, na uwape muda mchache, uwape muda mchache. Na ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka Maka kwenda Madina, Allah tabaraka wa taala katika moja ya adhabu aliyowaadhibu watu wa Maka ni kuwapelekea njaa kali. Watu wa Maka walipata njaa ya kupitiliza. Allah alisema wamahilhum qalila, nipe wape muda mchache, wataona habari yangu. Si wanakadhibisha? Ni kweli.
Baada ya njaa haikupita muda mrefu, Allah tabaraka wa taala makafiri wale wa Maka akawakusanya sehemu inaitwa Badri. Nafikiri kisa tumeshakielezea sana. Wakaingia kwenye mfumo wote wazee wa Maka, kasoro Abu Lahabi hakwenda kwenye vita hili. Kwa hiyo walipofika wale wazee mbele wote waliuawa kwenye vita hili. Wadharni walmukaththibin ulinamati wa mahilhum qalila, niache mimi Muhammad na hao wenye kukadhibisha dawa yako ambao ni wenye neema za mali, wanajifakharisha kwa mali, wanakuona wewe huna mali, kwa hiyo ustahiki kuwa ni mtume wa Allah. Dharni, niache nao. Maana yake wewe hawezi kukudhuru, lakini mimi nitapambana nao. Shakupa namna ya kinga ya kuhifadhika na mabalaa ya namna kama haya. Allah akaendelea kusema inna ladaina ankala wa jahima, hakika tunayo sisi adhabu zilizokuwa kali, wa jahima, na moto uliokuwa mkali. Tunao sisi, hakika sisi tuna moto na adhabu iliyokuwa kali. Ankala bimaana adhaba, ay inna ladaina adhaban shadidan wa jahima, tuna sisi adhabu kali, ambayo ndio hiyo walioadhibiwa kwa kupewa njaa na walioadhibiwa kwa kuuawa katika vita vya Badri, vita ambavyo simulizi yake inashangaza. Ukisimulia vita vya Badri, simulizi yake inashangaza. Watu 320 waliwashinda watu karibia 900 na pointi. Ni mashangazo, sio kwa idadi ya wingi tu, mpaka kwa ubora wa silaha. Silaha za Waislamu zilikuwa duni, silaha za watu wa Maka zilikuwa bora. Sio silaha tu, hata wahamasishaji wa Waislamu walikuwa wachache mno. Wahamasishaji wa watu wa Maka walikuwa wengi, walitolewa mpaka vijiji vikongwe. Watu walitoka na mitungi ya pombe, watu walitoka na mazeze, watu walitoka na ngoma kwenda kushangilia ushindi. Muhammad leo endazikwa pamoja na dini yake. Leo twendeni tukamzike Muhammad na dini yake. Kwa hiyo yule asiyeweza kutoka pia alijilazimisha siku hiyo kutoka. Kumbe maskini ilikuwa ni mtego. Allah alishautega siku nyingi, akasema inna ladaina ankala wa jahima, hakika sisi tuna adhabu kali ya kuwaumiza makafiri, na vile vile tuna moto wa jahima. Hapa duniani tutawaadhibu, na watakapokuja akhera tutawaadhibu kwa moto mkali. Badri walikufa makafiri karibia 70 na walitekwa karibia makafiri 70. Maana yake nguvu zao zilipotea kwenye watu takriban 140. Nguvu zao kati ya wale 70 waliouawa na 70 walikuwa kwenye mikono ya Waislamu. Mmoja wao katika waliotekwa alikuwa ni mkwe wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani atatuambia? Abu Rabi, ambaye alikuwa ni mume wa mtoto wake Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipotekwa ikabidi zije rai mbili mashuhuri zaidi, rai ya Abu Bakari na rai ya Umar. Umar alitaka mateka wauawe, Abu Bakari alitaka mateka watoe fidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafutika kwenye rai ya Abu Bakari, ikabidi mateka wajikomboe kwa fidia. Abul As ibn Rabi, huyu kwa mtume Abul As ibn Rabi, yeye fidia yake alileta mkufu wa mamake mkwe.
ni nani? Mke mkwe nani? Abul As ibn Rabi. Mama mkwe ni nani? Khadija binti Khuwailid, mke wa nani? Mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake alipokufa mama Khadija, cheni zake zile, mapambo yake alipewa Zainab. Inawezekana wengine nao pia walipewa, wallahu aalam, lakini watoto wake wa kike ndio waliopewa mapambo yake yale. Kwa hiyo Zainab alikuwa na mkufu wa mama yake. Wakati watu wanaenda pambana, makafiri wanaenda pambana na Mtume kule Maka, Zainab bado yuko Maka chini ya kafiri Abul As bin Rabi, mume wake. Baba mkwe kenda pambana na babu mkwe, yani Abul As ataka kamue baba wa mkewe kule vitani. Kwa hiyo alipokuja na mkufu ule, ulivyoletwa ule mkufu kukomboa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupiga jicho tu katika lile namna anavyojikomboa, macho yakaanguka kwenye mkufu wa marehemu mke wake, jambo ambalo lilionyesha huzuni kwa wote kwenye uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba kitendo kile cha kuona ule mkufu ilikuja picha ya mke wake aliyofariki, akakumbuka yale mazito aliyoyafanya mama Khadija mpaka kufika kufilisika mali zake kwa sababu ya kuingia Sham. Miaka mitatu waliokuwa kwenye kifungo pale Maka, mama Khadija, watu wa tarehe wanasema ndipo alipomaliza mali zake, na ndipo ugonjwa wake ulipoanza pale, kwa sababu walifikia Waislamu wakawa hawauziwi wala hawanunui kwa watu wa Maka. Walifikia mpaka wakawa wanakula magome ya miti kwa sababu hawana shamba, hata kuuziwa hauziwi. Yasemekana mama Khadija radhiallahu ta'ala anha, ugonjwa wake ulianzia pale. Baada ya kutoka kwenye shindi ile, hakuwa na maisha tena marefu, ndipo mauti alipomkuta. Kwa hiyo ule mkufu uliokuja komboa yule mkwewe ulimkumbusha mbali. Maswahaba walipopiga jicho wakaona kuna kitu kwenye sura ya Mtume hawakielewi, wakamgeukia kama kutaka ushauri, vipi tuchukue au kuna chengine? Mtume asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtakavyoona nyinyi, kama mtachukua fidia yake au mtafanya njia nyingine, nyinyi mtakavyoona. Maswahaba pale wakawa wamesoma kitu kwa Mtume. Maswahaba pale wakamwambia, sisi bwana, tutakurudishia huu mkufu, urudi kwa mke wako Maka, lakini sisi tunataka sharti yule binti wa Mtume atoke Maka aje kwa baba yake huko Madina. Ndio sharti ya wewe kuwa huru. Waarabu walikuwa wanachunga ahadi sana. Umekubali? Umekubali. Umekubali? Umekubali. Fanya maarifa ile mke wako aletwe huko kwa baba yake. Hapo tena ilikuwa aya zile zimeshashuka, tena hakuna ndoa ya kafiri na Muislamu. Ndiyo ikawa sababu ya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusafirishwa sasa kutoka Maka kuja zake Madina kwa baba yake kama Muislamu. Na yule bwana baada ya kufanya tukio hilo ikawa ndiyo sababu ya kuachiwa huru, pamoja baadaye alikuja silimu, lakini kwa njia nyingine. dharni walmukadhibina uli na'ma wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima, hakika ya sisi tuna adhabu kali na moto uliokuwa kali. Adhabu tutawadhibu hao makafiri wanakufanya vitibi hapa duniani, na moto mkali tutawasubiri siku wakitoka na roho huko akhera. Wa ta'aman dha ghussatin, na tuna chakula chenye kukwama, chenye kusokota kwenye koo, hakipiti, hakiendi tumboni wala hakitoki nje ya mdomo, wakikiingiza. Inna shajarata zaqqum ta'amu al-athim yaghli fil butun kaghali al-jahim
Allah anasema chakula cha watu wa motoni ni mti wa zakum. Akasema kwamba taamul athim ni chakula cha kila mwenye makosa, akiingia motoni chakula chake itakuwa ni zakum. Yaghli fil butun, chakula hicho kikiingia tumboni kama vile chungu cha maharage kinavyotokota, kinatokota. Kwa hiyo hapa Allah amekisifu chakula hicho kwamba kinakwaruza kwenye koo. Kuna wakati kinalaza kwenye koo, hakiingii tumboni wala hakitoki nje ya mdomo. Allah anasema laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wala yughni min ju', hakika watu wa motoni hawatakuwa na chakula isipokuwa miba. Illa min dhari', isipokuwa watakuwa na miba, ndio chakula chao. Ndio hiyo shajaratu zakum, shajaratu zakum ambavyo ni miba. Mizakumu ile ni kama vile miti wanaita mchongoroni, miti ya nyika ambayo inaota na miba, ndio chakula cha watu wa motoni. Allah anasema la yusminu wala yughni min ju', ni chakula kweli, lakini kimekosa sifa zote za chakula, kwa sababu faida miongoni mwa faida za chakula ni kumshibisha mwenye kula. Chakula hicho Allah anasema la yusmin, hakinenepeshi, maana hakimrutubishi mtu, wala yughni min ju', wala hakiondoi njaa. Wakati wote mtu anakula miba hiyo, lakini njaa iko pale pale. Hakinawirishi kimwili wala hakiondoi njaa chakula hicho. Yani ni adhabu. Watamani kula, kutamani kula alafu usipate chakula cha kukushibisha pia ni adhabu. Mfano, walillahi al-mathalul a'la, mfano wewe una njaa kwa mtu, alafu mtu akupa karanga mbili, kula bwana, muondoe njaa, kula uondoe njaa. Sasa upende hata hizo karanga mbili, wapewa mimba. Allah tuhifadhi na hayo. Wa ta'ama dha ghuswatin, na chakula chenye kukwaruza katika koo, wa adhaban alima, na adhabu yenye kuumiza. Yauma tarjufu al-ardu wal-jibal, kana kwamba Allah anasema hayo yote yatatokea lini hayo? Anajibu yauma tarjufu al-ardu wal-jibal, siku itakapotetemeka ardhi na milima. Idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Siku ardhi hiyo itapotingishika. Ikitingishika ardhi, kwa sababu ardhi vigingi vyake ni milima, maana yake na milima itatingishika. Wayasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Wanakuulizia kuhusu milima, waambie hao kwamba Allah tabaraka wa taala milima siku ya kiyama ataisagasaga, milima ataisagasaga yote. Wayadharuha qa'an safsafa, na itabakia ardhi kuwa ni tambarare moja kwa moja. La tara fiha iwajan wala amta, hutoona bonde wala mlima siku hiyo. Baada ya milima kutabaswaka, hakutokuwa na mporomoko wala hakutokuwa na mlima. Hii milima mnayoona Sambani huko, sijui wapi huko, itakuwa flat kama unavyoona Tanga mjini hapa. Dunia nzima iko hivi. Allah anasema la tara fiha iwajan wala amta, hutaona chochote. Kama utakuwa na uwezo wa kuona huko Pemba, kama utakuwa na uwezo wa kuona huko Dar es Salaam,
kama unaweza kuona Mwanza, basi yote itakuwa tambarare. Lakini utapata fursa hiyo ya kutuliza jicho kuangalia bado hivyo, wakati Allah anasema likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi, kila mmoja ana la kumshughulisha. Huo muda wa kupepesa jicho na kutaka kuangalia pangani kukoje tambarare yake, sasa hivi utaipata wapi? Wakati tumefufuliwa hatuna mavazi, lakini pia hatuna muda wa kuchunguliana na kuangaliana. Utaweza kuiangalia pangani umbali wake, wakati wa karibu mjui kaumbwa vipi mwezio, na hakuna mavazi tuliovaa. Ni habari nzito, ni habari nzito. Kwa hiyo siku hiyo ya kupewa vyakula vya mila vyenye kufakama, siku hiyo ya kuadhibiwa wale wakosaji, adhabu iliyokuwa ya kuumiza, Allah anasema yauma tarjufu al-ardhu wal jibal, siku ambayo itatetemeka ardhi na milima. Wa kanat al-jibalu kathiban mahila, na milima mikubwa mikubwa siku hiyo itakuwa kana kwamba ni vichuguu tu vya mchanga vilivyojikusanya kama vichuguu. Hiyo milima Kilimanjaro, mtoto wa kutambaa pia anaweza akapanda, yaani kitakuwa ni kijimlima kwenye dunia hicho. Sagwa imekuwa tambarare. Ni siku ya kutisha. Ay wa tusbihu aljibalu ala salabatiha tillan min arramal sa'ilan mutanathira, badala ya kuwa ni mlima mkubwa itakuwa ni kichuguu tu kidogo ambacho ni changarawe zile na popote zimejikusanya labda kidogo, ndio itaonekana mweneko, lakini hakutakuwa na mwinuko wa milima kama hiyo. Baada an kanat salba jamida, baada ya hapo mwanzo milima hiyo kuwa ni madhubuti tena kakamavu, lakini inakuwa ni changarawe tu siku hiyo. Inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila firauna rasula. Allah anasema kuambia watu wa Maka, hakika ya sisi tumewaleteeni nyinyi mtume shahidan alaykum, ambaye atawashuhudilia juu yenu mnayoyatenda, mmekubali amri za Allah au mmezikataa. Shahidan alaykum, hali ya kuwa ni mwenye kuwashuhudilia juu yenu. Kama arsalna ila firauna rasula, kama tulivyopeleka kwa Firauna mtume ambaye ni nani? Musa. Angalia Allah katika ufundi wake. Maana yake watu wa Maka mlitakiwa mwe na fakhri kubwa kwa kuleta mtume huyu, kwa sababu mtume huyu na Musa wana manzila maalum. Musa ni katika ulul azmi, Muhammad katika ulul azmi. Hatukuwaleteni mtume ya kawaida, tumewaleteni katika wale wa mitume wabobezi, wale mitume ambao ni maalum, mitume mitano ile: Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Hawa ulul azmi na rusul. Tukamteua katika ulul azmi mmoja, tukawafanyia kwenu awe ni mtume na walimwengu wote, lakini mwamkataa. Maana yake kuna mafundisho makubwa sana katika aya hii. Miongoni mwa mafundisho yake, Musa alilelewa wapi? Musa alilelewa kwa Firauni, alafu akatumwa kwenda kwa nani? Akatumwa na Allah kwenda kwa nani? Yule alimlea. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilelewa wapi? Alilelewa Maka, na watu wote wanamjua malezi yake, kana kwamba wamemlea wao kijana wao, kama wao wamlea. Yani Muhammad kalelewa kama alivyolelewa Firauni, kama alivyolelewa Musa.
alafu akatumwa kwa yule yule aliyomlea. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelelewa na Maka. Watu wa Maka wanajua mtoto wake, ujana wake mpaka balighi yake wanajua. Firauna pamoja na kumlea Musa, alipoenda kujitambulisha kama mtume, Firauna alimkataa Musa na